Kumpenda kwa Mungu hakutakuwemo ndani yake. Kumpenda kwa moyo hakutakuwemo ndani yake. Kumpenda kwa roho hakutakuwemo ndani yake. Kumpenda kwa mwili kwa nguvu, hata kama ni kwa hakutakuwemo ndani yake. Amina. Sawa Amina. Sawa Kwa hiyo kumpenda Bwana Mungu wako kuna maanisha upendo uwe wa namna moja ya kumpenda Bwana Mungu peke yake. Utakapoipenda dunia hauwezi kumpenda Bwana. Na kwa sababu hiyo Biblia inatuambia kwamba wakati tunapokuwa tumeipenda dunia tukayaacha maagizo ya Mungu, Biblia inasema hakika kwa maana nyingine hauwezi kupenda watu wawili seti. Utamchukia huyu, utampenda huyu. Sawa? Wengi hupoteza upendo kwa Mungu wanapokuwa wameipenda dunia, na wakati mwingine hupoteza hari na nguvu na juhudi ya kumtafuta Bwana. Haleluya. Amen. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 yenyewe tutasoma sisi wenyewe, lakini naomba tuingie pointi ya pili ambayo inahusiana na uvivu na uzembe wa rohoni. Lazima dhambi uliache, lazima tamaa uishinde. Kwa nini? Kwa sababu atakayevipenda vya dunia hajampenda Mungu kabisa. Na wewe unaambiwa ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Amina. Mwandishi wa Isaya mpaka anaamua sasa waambie ukweli. Anaamua waambie ukweli kwamba sio kwamba mwandishi sio kwamba Mungu anaona halafu hawezi kufanya. Sio kwamba Mungu haoni matatizo yenu. Sio kwamba Mungu haoni shida yenu kuomba kwako mama, baba. Si kwamba haoni. Isaya 59 mstari wa 2 unasema nini? Soma kama ilivyoandikwa. Anzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza, Isaya 59. Inasema, tazama mkono wa Bwana, mkono wake wa kukusaidia, neema yake ya kukusaidia haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito. Sio kwamba hatusikii tunapoomba na kulia kwa machozi, hata lisiweze kusikia. Tatizo ni nini? Mstari wa 2. Ndio. Lakini maovu yenu, lakini tamaa zenu, lakini dhambi zenu zimefanya nini? Yamewafarikisha na ninyi na Mungu wenu. Yamewafanya mfarakane, yamewafanya mtokane na faraka, unaweza kukaa mtumishi wa Mungu, yanawafanya mtengane